Mnajua watu wengi wanamchukia rais wetu wa sasa kwa sababu ya nini? Sababu ya kwanza ni mcha Mungu. Na kwa sababu ni mcha Mungu yoyote anapata maadui wengi. Sababu mara ya kwanza kuapishwa, kuanzia taifa lipate uhuru, State House kulikuwa na bar. Ndio sababu rais aliyeondoka alikuwa mlevi mkubwa. Na wakati anapolewa kiongozi, watu wa akiba hana habari, akilevuka usingizini hana habari. Ndio sababu Wakenya unaona wanatukanana, kwa sababu kuna milango mingi ilifungwa ya kuiba. Kwa sababu tuna rais aliyemaji, si mlevi. Akili zake hazitawaliwi na ulevi. Na wakaanza kusema, State House imegeuzwa kwa kanisa. Kwa sababu hasa Mungu akisimama kwenye kitovu cha taifa, mambo mengi maovu hayapati nafasi. Ndio sababu kulikuwa na maonevu ya maeneo mengine yanaendelea, maeneo mengine katika taifa la Kenya miaka 60 hiyo haiendelee. Shetani alikuwa anaweka marais wasioacha Mungu, makatili wanaongozwa na ukabila na ulevi. Akipiga kinagiri chakari State House, watu wanaiba, wakitoka wanasema hakuna rais mzuri kama huyu. Halafu wengi wao kuanzia enzi ya baba yetu Kenyatta, kuja rais Moi, kuja rais Kibaki, kuja rais Uhuru Kenyatta, watu wengi walikuwa hawalipi ushuru, hasa matajiri. Wakapata kibanio chao. Wakapata kibanio chao. Kila mmoja Kenya analipa ushuru. Ndio ukatae. Ndio sasa Ruto one term. Nataka kukuambia kwa neno la Bwana, si one term. Mungu ameweka msingi mpya kwa taifa. Hakuna jamii yoyote itakayosimama kwa msingi wa ukabila itaenda kukaa tena kwenye kiti cha enzi cha Kenya. Kwa sababu kumeundwa mfumo na sisi tutakuwa mashahidi. Rais anaondoka, kutakuja na wengine, na taifa dogo linaenda kutawala, ili mataifa makubwa yenye kiburi wajifunze kuwa na hekima, heshima na nidhamu kwenye taifa. Nitukaneni hambadilishi, wakati kazi zinapoanza na Mungu anamaliza hizo kazi. Taifa linalojengwa na Mungu, hata kama utatukanwa, taifa litasimama. Furahini kwa sababu kutoka tangu mwaka wa 78 barabara ya Mombasa Malindi ujengwa, marais wote wa kabila wakubwa, chanzo cha kabila, adui wa demokrasia, kila wakikaa wanalemea makabila yao, wanajenga barabara za kwao, wanafanya maendeleo kwao. Barabara yetu ilikuwa inapigwa viraka. Ukiambiwa pika super highway, tunafanya kuionea magazetini na TV. Hivi sasa super highway si hiyo peke yake, si pika peke yake. Unajengwa barabara mbili zinaitwa dual passageway, inayotoka huko iende mpaka mataifa mengine, na sisi tutembee tika highway yetu. Penda usipende, rais wa sasa ni kiboko yao, anafanya kazi na Mungu, kwa sababu kila atendaye mema chini ya jua anachukiwa na watu. Kongole rais, tunakuombea. Kongole makamu wa rais, tunakuombea. Na hii ndio naongea kama nabii. Hatoki kabisa, anapita asubuhi. Usipige, mimi nakwambia utanikumbuka siku moja, atapita. Na wakusanyane wote, atapita. Anayecheza karata ya kura ni Mungu. Roho zote ni mali ya Mungu. Na Biblia inasema kila mcha Mungu atakayekuwa duniani Mungu humpendelea. Ni muda mwanangu hivi wateseka, lakini kwa sababu kazi zako nyingi umeanza na Mungu, Bwana amekupendelea. Bwana amekupendelea. Na wakupingao, lakini kazi ulizozianza ni Mungu amezianza ndani yako. Bwana amezipendelea. Mwisho wako utakuwa mwema. Simama niombe na wewe. Huyu mchungaji huyu kwa